Shalom kwako wewe upendwaye na Bwana. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutuhurumia, ndio maana hatujaangamia. Na leo hii ninakukaribisha tena katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ili tuendelee kujifunza neno la Mungu, maana neno ndilo liletalo uzima. Basi ninakuomba ukae mpaka mwisho wa somo hili ili tukajifunze kwa pamoja. Ninapenda sana ninapoona una interact with me kwa ku-like, ku-comment, kushare na wengine. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Sasa leo tunaenda kuendelea na series yetu ya Je, unataka kumsikia Mungu. Katika series hii tayari tumeshaangalia hatua mbalimbali ambazo nyingi tunazifanya sisi katika maisha yetu ili tuweze kuwasiliana na watu mbalimbali. Je, ingekuwa vyema na sisi tukachukua hatua hizo ili tumsikie Baba yetu aliye juu mbinguni apate kutuelekeza. Maana mara nyingine tunaweza kuwa tunazunguka katika milima yetu kwa sababu tu hatujamsikiliza Mungu au hatujamsikia Mungu akisema nasi, na Mungu anasema na sisi kila mara. Sasa tumekwisha kuangalia kwamba hatua ya kwanza kwa kila mmoja wetu ni kumkaribia Mungu ili tuweze kumsikia. Hivi unawezaje kumsikia mtu aliyeko mbali na wewe? Hiyo ni katika ubinadamu tu. Hata Mungu vile vile mara nyingine tumeenda mbali naye sana kiasi ya kwamba anaongea sisi hatusikii. Lakini vile vile tukaangalia faraga kwamba kuna vitu vingine Mungu anataka kutufundisha lakini hatuna faraga ya yeye kutuambia mambo. Hata Bwana Yesu alitengenezaga muda wakati yuko duniani wa kuwa na faraga na Baba yake. Vile vile tulimeangalia kitu muhimu sana ambacho tunatakiwa tukifanye ni kuwa na utulivu. Kwenye faraga tunaweza tukatenga utulivu wa nje, lakini tunapokuwa na kitu gani kinaitwa utulivu ni nani ya ndani, utulivu wa ndani. Kwa hiyo lazima mazingira yetu ya nje na ya ndani yawe ni mazingira ambayo yana utulivu, sababu Mungu anaongea kwa sauti ndogo. Vile vile tumeangalia ya kwamba ni muhimu sana kujua sauti ya Mungu, sababu ziko sauti nyingi. Na sauti si lazima ije kwa sikio lako. Sauti inaweza kaja moyoni mwako. Lakini je, unajua hii ni sauti ya Mungu au sauti ya adui? Tumeangalia vile vile kuwa tayari na bidii. Tuna bidii ya kumsikiliza Mungu. Baki mara nyingine Mungu asemi nasi kwa wakati tunaotaka. Mungu ni Mungu. Alafu vile vile, je, tuko tayari kulisikia hilo neno Mungu atakalotuambia? Au tunataka tu kusikia alafu tumesha make up our mind? Leo tuendelee na somo la leo, na kabla hatujaenda mbali, naomba tuangalie video fupi niliyoitayarisha kabla hatujaendelea. Naomba ukae mpaka mwisho na Mungu akubariki sana. Kama tunataka tumsikie Bwana, ni lazima tuwe tayari kumuita, kuuliza, kuwa wadadisi. Angalia hata haya mambo tunayafanya wenyewe katika maisha yetu. Angalia mtoto anamuita mamake. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho anataka kukisikia kutoka kwa mamake. Labda ana swali anataka kuuliza. Labda anataka kufahamu jambo fulani, au anataka kupata maelekezo. Kwa hiyo lazima amuite kwanza mamake ili mama aache kukifanya kile alichokuwa anakifanya. Sisemi Mungu kuna kitu anakifanya, lakini Mungu anapenda tunapomuita. Ndio maana anasema niite nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa ambayo bado hujayaona. Bado kuna mambo ambayo hatujayaona, lakini hatujachukua hatua ya kumuita Bwana. Hatujauliza. Neno la Mungu linatuambia ask and it shall be given to you. Angalia huyo mtoto anaomba, anapewa, na sisi vile vile tukiomba tutapewa. Basi kwa somo zima naomba ukae mpaka mwisho, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen, amen. Ni kweli, unajua tukiangalia maisha haya tu tunayoyaishi mimi na wewe, tunaweza tukajifunza mambo mengi sana. Ni vile mara nyingine hatuko observant, including mimi. Sasa leo hebu tuangalie na hili somo ambalo tunasema tuwe tayari ili tuweze kumsikia Bwana. Tumuite, tuwe tayari kumuita, tuwe tayari kuuliza, tuwe tayari kudadisi, wadadisi. Sasa hebu tuangalie maneno ya Mungu yanasemaje kuhusu hili swala. Katika Yeremia 33 mstari wa 3 inasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu. Yaani usiyoyajua. Kuna mambo hatujayajua bado. Kuna njia hatujapita bado. Kuna mahali hatujafika bado. Kuna mambo, kuna vitu vimefichwa sirini. Mungu anasema yuko tayari kufungua hazina. Zipo hazina kwenye giza ambazo Mungu anaweza katufunulia, lakini bado hatujamuita.
Unajua kwenye kumuita mtu inaonyesha uko tayari. Tumeshaangalia wiki iliyopita kuwa bidii na utayari. Lakini unapokuwa tayari sasa, unapoanza kumuita mtu anajua uko tayari. Wale wa mama ambao mmejifungua kwa njia ya kawaida, mnajua mtoto wakati anataka kutoka kabisa, hata mtu akwambie usiite, utaita tu msaada. Kuna wengine kwambia unatupigia makelele, utapiga tu kwa sababu umefika wakati. Kwa hiyo uko tayari kukizaa kile ambacho kinatakiwa kuzaliwa. Kwaona sisi, hebu tujifunze kumuita Bwana. Yuko tayari kutuonyesha mambo makubwa na magumu. Na Daudi yeye katika Zaburi 118:5 anasema, katika shida yangu nalimuita Bwana, akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Sasa angewekaje pasipo, angewekwaje katika nafasi kama asingemuita Bwana? Kwa wapendwa, tusichoke wala tusiache wala tusikubali tukakatishwa tamaa. Bartimayo, unamkumbuka Bartimayo? Alimuita Bwana, akamuita mwana wa Daudi, mwana wa Daudi. Watu wanamnyamazisha. Bartimayo akasema, mtaninyamazisha sana, ni shida yangu ni mimi ndio naijua. Mwokozi wangu ndio ninayemjua. Mponyaji wangu ni mimi ndio nayemjua. Kwa hiyo mimi sitaangalia ni Petro, ni Yohana, ni nani ananinyamazisha. Mwana wa Daudi. Na mwana wa Daudi akamsikia, akamhurumia, akamponya. Tujifunze kutoka katika maandiko haya. Kuna swala la la kumuita Bwana tena. Warumi 10:13 inatuambia, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Mkumbushe tu ukiwa katika shida zako, kama alivyokuwa Daudi. Anasema, nilimuita Bwana katika shida zangu, akaniitikia, akanipeleka mahali pangu. Na wewe vile vile mkumbushe Bwana, mbona Warumi 10:13 umesema ya kwamba atakayeliita jina lako ataokoka? Unajua wokovu watu tunafikiria ni kule kuokoka, yani mstari unawahusu tu wale wenye dhambi wanapomuita Bwana ili waokoke kutoka dhambini kuingia nuruni, kuingia uzima wa milele. Hapana, mstari unaweza ukaapply katika maisha yako katika sehemu mbalimbali. Yawezekana unataka kuliita jina la Bwana ili uokolewe na magonjwa, uokolewe na taabu, uokolewe na vifungo mbalimbali. Muite Bwana, anakusubiri wewe umuite, sababu yuko tayari kukuokoa. Samsoni, tunamkumbuka Samsoni. Samsoni alivunja agano lake na Mungu. Aliambiwa asinyoe nywele, asiende kuoa wanawake wa mataifa, kwa sababu Mungu alijua wao ndio watakaompotosha. Alifanya hivyo. Lakini alipokuja kugundua kwamba amekosea, Waamuzi 16:28 inatuambia, Samsoni akamuita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu, na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Alikuwa ameshapofuliwa. Unaona, na neno la Mungu linatuambia Mungu akamtia nguvu, Mungu akamsikia sauti, akamsikia maombi yake, Mungu akampa nguvu. Samsoni akaua watu wengi wakati anakufa kuliko wakati alipokuwa hai. Kwa Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni wa neema, Mungu ni pendo, Mungu anataka tumsikie, anataka kutusaidia sana, lakini mara nyingine hatumuiti. Sasa tuje kwenye swala la kuuliza. Daudi huyo tunajua kitabu cha waraka wa kwanza, Samueli wa kwanza sura 30 ni mojawapo ya chapters ambazo nazipenda sana. Daudi alirudi nyumbani akakuta yeye pamoja na wanajeshi wake ambao walikuwa wameenda vitani sehemu nyingine, wamerudi katika mji wao, wanakuta wake mali zao zote zimechukuliwa, yani vurugu. Watu wakalia wakamlaumu Daudi. Daudi akajitia nguvu katika Bwana, akaenda mbele za Bwana akauliza, akasema, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Naye Bwana akamjibu, fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi, utawapokonya wote. In English ndo napenda. Akasema, shall I pursue? Akaambiwa pursue, overtake and recover. Vitu vitatu Mungu alimwahidi kwamba akipursue atawa overtake, akiwa overtake atakaweza kurecover. Vile vyote na kweli ikawa kama ilivyo. Lakini ilipoanzia ni yeye kwenda kumuuliza Bwana, je, nikiwafuata jeshi hili nitawapata? Mara nyingine tunaenda kwenye majeshi kuyafuata majeshi, hatujamuuliza Bwana. Tukifika huko tunapigwa. Kuna mfano mmoja katika
kitabu cha Hesabu, ambapo wana wa Israeli baada ya kumkosea Bwana wakawa wanalifuata jeshi. Musa akamwambia msiende mtapigwa, wakabisha. Walivyoenda walipigwa sawa sawa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana, tuwe watu wa kuuliza, tusiende bila kupata maelekezo, kupata kibali, kuambiwa ni nini ambacho tunatakiwa kufanya. Mwingine ambaye aliuliza alikuwa Mariamu, mamake Yesu. Aliuliza akamwambia malaika aliyemwambia kwamba wewe uliyebarikiwa na Bwana, wewe upendwaye na Bwana, akaambiwa atazaa mtoto ambaye ni Masia. Lakini Mariamu aliuliza akasema, mbona atakuwaje? Mimi ni bikira, sijamjua mwanaume, ni inakuwaje haya mambo? Akapewa jibu lake. Musa alivotumwa kwenda kwa na Mungu aende kwa Farao kwenda kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika utumwa, akamuuliza Mungu, akamwambia niwaambie nani kanituma? Ndio pale Mungu akamwambia kawaambie, I am that I am. Mimi nipo ambaye nipo. Angelijuaje hilo jina la Mungu? Na sisi wote tunalijua hilo jina la kwamba I am that I am kutoka kwa Musa aliyeuliza. Musa singeuliza je? Ibrahim baada ya kusubiri sana kupata mtoto, alimuuliza Mungu, akamwambia, je, huyu mtumishi wangu ndio ambaye atakanizalia mwana? Bwana akamwambia, hapana, utazaa mwana, wewe na Sara mtazaa mwana. Haya, Paulo baada ya kutaka kwenda kuwaua wana wa Israeli, kanisa, watu ambao walimwamini Yesu, alikuwa anawafuatilia, anaenda Dameski, yuko busy kutaka kwa sababu alikuwa anajua anafanya kitu sahihi. Alipokutana na Bwana akamwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akamwambia, wewe ni nani? Akauliza kwanza kutaka kujua ni nani. Akamwambia, ni mimi Yesu unayeniudhi. Baada ya kupewa maelekezo, na kabla hajapewa maelekezo akasema, nifanye nini? Kwa sababu kujua ambacho anatakiwa kukifanya, na Bwana akampa maelekezo. Kwa hiyo hata sisi ni nani ambao tusiweze kuuliza? Ikiwa magiant wameuliza, tunajua Musa alikuwa ni giant, Ibrahimu, Paulo walikuwa ni giant of faith, lakini wote waliuliza. Na sisi basi tuwe watu wa kuuliza. Kwa hiyo tumeangalia kwamba kwanza tunatakiwa tuwe wanini, tumuite Bwana. Tumeona Daudi alimuita Bwana katika shida yake. Tumeona kuuliza. Lakini udadisi tunaweza tukaupata katika kuangalia mambo. Unajua hapa kwa nini iko hivi? Kama Musa akasema, hiki kijiti mbona kina nani lakini akiteketei? Hebu mimi nigeuke niaone haya mambo makubwa. Huo ni udadisi. Unaangalia, unaona baada ya kufanya vile, akaisikia sauti ya Bwana akamwambia, hapo uliposimama ni patakatifu, rudi nyuma. Musa ikabidi arudi, vua viatu. Wakavua viatu. Umeona maelekezo ya mahali alipo, akajua. Asingejua kwamba anasimama mahali patakatifu, asingejua anatakiwa kuvua viatu kama asingedadisi kwenda kuuliza, hiki ni kwa nini hii inakuwa hivi? Mara nyingine hatujiulizi. Tunaona mambo yanaenda kama yanavyoenda, tunapita. Maajabu ya Bwana hatuyashangai. Kuna maajabu mengi sana katika maisha yetu. Kama tukimuuliza Mungu, nimeona hiki, hivi maana yake nini? Unaona? Kwa hiyo kudadisi, kuuliza, kumuita Bwana vinakuja vyote kwa pamoja. Lakini nia ni hii moja. Wote tunataka kufanya nini? Kumsikia Bwana. Kwa sababu Bwana analo jambo ambalo anataka mimi nilijue. Mimi mwenyewe ninalo jambo ninalotaka kulijua. Kuna jambo nataka nilisikie kwa Bwana, lakini nisipochukua hatua nitabaki hivyo, nitaangamia kwa kukosa maarifa. Unajua kuna jambo linatisha sana. Tunaambiwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sio kwamba wanaangamia kwa vile hawaombi. Unaweza ukawa ni muombaji lakini ukakosa maarifa. Kwa sababu gani? Wewe ndio unaongea, usikilizi. Kwa hiyo hakuna maarifa. Maarifa tunayapata katika kusikia, katika kuobserve, katika kutii. Basi ngoja mimi leo niishie hapa. Kama kuna jambo nimeliacha katika hili somo au sijalielezea vizuri, ninaomba weka hapo chini kwenye comment. Naomba ukimaliza kuangalia share na wengine, like. Kama bado hujasubscribe, naomba subscribe katika channel ya Binti Sayuni 50.
ninakupenda na Bwana anakupenda, ndio maana ninakuita wewe upendwaye na Bwana. Tutaonana tena wakati mwingine. Ubarikiwe sana.